Brother, hii sio clickbait, ila dakika 7 tu ambazo utanipatia ndizo unazohitaji ili kuongeza uzalishaji wako kwa kasi zaidi. Maana unatakiwa kuongeza uzalishaji wako wa kazi kwa 300%. Watu wengi hupoteza masaa kila siku bila hata kujua, huku wakiwa wamenaswa kwenye mizunguko isiyoisha ya kuahirisha mambo, mara vishawishi na kufikiria kupita kiasi. Lakini sikia, huu ndio ukweli. Tatizo sio wewe, tatizo ni mbinu yako. Tatizo sio wewe, tatizo ni mfumo wa maisha yako. Tatizo sio wewe, tatizo ni kile unachokiamini bro. Kwenye video hii nitakuongoza kupitia hatua 6 zenye nguvu ambazo zitabadilisha kabisa namna unavyofanya kazi, ili hatimaye urejeshe udhibiti wa muda na nguvu zako brother. Fika tu mwisho wa video hii, maana utapata mbinu za vitendo ambazo unaweza kutumia mara moja kuboresha uzalishaji wako na kufanikisha zaidi ya ulivyowahi kudhani kama haiwezekani. Kumbe inawezekana. Niamini mimi, dakika hizi chache zinaweza kubadilisha kila kitu ulichodhani haikiwezi kubadilika. Sikia, hatua ya kwanza unachotakiwa kufanya ni ujiondoe kwenye mtego wa orodha ya majukumu ambayo wazungu wanaita to do list. Hebu wazia hali hii. Ni saa 1 asubuhi, umejaa hamasa, unachukua daftari na kuandika vitu 15 ambavyo unavyotaka kukamilisha leo, lakini kufikia hadi jioni umevuka 2 tu au 3. Inafanana na wewe hiyo? Hapana. Mzunguko huu wa majukumu yasiyokamilika huzaa hatia, msongo na hisia ya uongo kwamba kila siku unachelewa maisha. Tatizo sio orodha ya majukumu, tatizo ni namna watu wengi wanavyoitumia. Sikia nikwambie kijana, orodha ndefu iliyojaa kila kitu hulemea ubongo na kuacha umepooza bila kuchukua hatua. Badala yake, anza kuona orodha yako kama kichujio cha vipaumbele vyako. Kila siku, kila asubuhi, tumia dakika 5 kutambua mambo 3 tu yasiyojadilika, yale yenye athari kubwa zaidi. Kwa mfano mimi, vipaumbele vyangu leo ilikuwa ni kuandika script ya video hii, kufanya mazoezi ya dakika 30 na kujibu message chache muhimu. Basi, na sitaki usumbufu kwa hilo. Ukizingatia haya 3, unajenga kasi mpya, unapunguza uchovu wa maamuzi na unamaliza siku ukiwa na hisia ya mafanikio bro. Hii ndiyo kanuni ya 80/20 ya uzalishaji, 80% ya matokeo kutokana na 20% ya juhudi zako. Tambua hiyo 20% tu, utafanikiwa sana. Hatua ya pili, shinda mtego wa ukamilifu. Ukweli wa kushangaza ni kwamba ukamilifu ndio mwizi wa siri wa uzalishaji wako. Sio uvivu unaokuzuia, bali hofu kwamba kazi yako haitakuwa bora vya kutosha. Nimewahi kupitia hilo. Nilipoanza kutengeneza maudhui, nilipoteza masaa nikirekebisha kila kipengele, nikitaka kila kitu kiwe kikamilifu. Matokeo, uchovu, kuchelewa na miradi isiyokamilika. Ghafla, vitu vimeshindikana. Lakini kumbuka hili, kilichokamilika ni bora kuliko kilicho kamili. Badili fikra, anza kukamilisha vitu kuliko kusubiri viwe kamili. Badili fikra, weka mbele maendeleo, si ukamilifu. Jaribu zoezi hili, weka kipima muda cha dakika 30 na ukamilishe rasmi ya kwanza bila kujali kasoro. Lengo sio ukamilifu, ni kuanza, maana mwendo huzaa kasi na kasi huzaa uzalishaji. Hatua isiyo kamili ni bora kuliko kuchukua hatua kabisa. Hatua ya 3, simamia nguvu zako na sio muda wako. Watu wengi hudhani uzalishaji ni swala la muda, kumbe hapana. Upanga ratiba kwa umakini, watu wengi hao. Wakijaza kila saa, watu wengi hao. Lakini ukweli ni kwamba uzalishaji sio muda bro, ni nguvu. Nguvu zako hubadilika kulingana na usingizi, lishe, msongo na mzunguko wa mwili bro. Siri ni kuanzisha kazi muhimu na kilele cha nguvu zako, yani vionekane. Kwangu mimi, akili yangu huwa makini zaidi kati ya saa 1 hadi saa 5 asubuhi. Hapo unafanya kazi nzito kama kufikiria na kuandika. Mchana inaposhuka nguvu, ushughulikia kazi nyepesi kama emails na message za kawaida. Bro, hacha kujibu message ovyo asubuhi zisizo na maana. Kama kweli una kitu cha kufanya, kifanye muda ambao nguvu zako za akili ziko chap. Sio kuangalia kila siku, sina muda. Ni ukweli, kama huna muda, hutakuwa na chochote cha kufanya, maana kwenye muda ndiko watu wanafanya mambo. Kidokezo kingine ni kwamba tumia mapumziko ya kujenga. Baada ya dakika 90 za umakini, pumzika dakika 10, tembea, jinyoshe au pumua kwa kina sana. Mapumziko mafupi huongeza ubunifu na umakini bro. Hatua ya 4, tengeneza mazingira yanayokusaidia kufanikiwa, maana mazingira yako yanaathiri uzalishaji wako moja kwa moja.
eneo lenye vurugu huzaa mawazo yenye vurugu pia. Anza kwa kusafisha dawati lako, ondoa visivyohitajika. Usafi wa macho huleta usafi wa akili bro. Kisha bisha utapambana na hali yako. Kisha pia punguza vishawishi vya dijitali brother. Weka simu kimya au mbali. Tumia focus mode kuzuia mitandao ya kijamii. Alafu boresha mazingira yako kwa kuweka mmea au headphones au muziki kwa mbali, maana mazingira yako yanapaswa kusaidia malengo yako, si kuyaharibu. Hatua ya 5. Jenga misuli ya umakini. Umakini ni kama misuli, unavyojifunza kuutumia ndivyo unavyokuwa imara zaidi. Njia rahisi zaidi ni mbinu ya Pomodoro, yani unafanya kazi dakika 25, unapumzika dakika 5. Baada ya mizunguko 4, pumzika zaidi. Kadri muda unavyokwenda, ongeza vipindi vya umakini, dakika 45, 60, hata 90. Muhimu ni uthabiti. Uthabiti tu na kidokezo cha kitaalamu. Weka daftari karibu kuandika mawazo yanayokuvuruga ili usipoteze umakini brother. Hatua ya 6 na ya mwisho ni hii. Tusikilizane hapa. Kwanza kabisa, hatua hii ni kubali kanuni ya 1%. Sio kama unaijua. Kanuni ya 1% inamaanisha hii: mabadiliko makubwa hutokana na maboresho madogo yanayojirudia. Watu wengi huzani watu waliotajirika na waliofanikiwa ilitokea tu kama mshale kutoka mbingu, boom, na wakafanikiwa. Hapana, walijiboresha kwenye hatua ndogo ndogo mpaka kufikia pale. Na ndio maana nasema mabadiliko makubwa hutokana na maboresho madogo yanayojirudia rudia. Ongezeko la 1% kila siku hujenga matokeo makubwa ya ajabu. Hatua ndogo zikikusanywa kwa muda huleta mageuzi makubwa sana. Na ukishindwa kusubiri kidogo kidogo, basi ujue unashindwa kufanya utajiri kwa kiasi kikubwa sana. Umeshindwa, na sahau kusema kuhusu utajiri. Badala ya kubadili kila kitu leo, anza kidogo. Amka dakika 10 mapema. Sio ile ulikuwa unaamka saa 2, moja kwa moja unataka uamke saa 10 kamili. Utawazia wapi wewe? Badala ya kubadili kila kitu leo, anza kidogo. Amka dakika 10 mapema bro. Punguza kishawishi kimoja. Hatua ndogo ndogo zikiendelea kubadilisha maisha ya mtu. Sasa naona tayari una ramani ya kuongeza uzalishaji wako kwa 300% brother. Tumegusa kila kitu: vipaumbele, kushinda ukamilifu, kusimamia nguvu, mazingira, umakini na kanuni ya 1%. Lakini kumbuka, maarifa bila vitendo hayana maana. Nitakuacha na swali hili: utafanya nini na dakika chache zijazo za maisha yako? Utakaa tu au utaanza kubadilika? Chagua hatua moja leo. Uifikirie sana kisha uichukulie hatua. Andika kwenye comment hatua unayoanza nayo, ili tujenge jamii ya vijana wachukuaji hatua. Uzalishaji si kufanya kazi kwa bidii zaidi, bali ni kufanya kwa busara zaidi. Kumbuka, muda wako ni rasilimali ya thamani, usipoteze. Tumia hekima bro. Hakuna kitakachoshindikana. Unadhani naishia hapa? Hapana. Jua ukweli, na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Lakini hutokuja kusikia mengine mengi kama haya kama huto subscribe kwenye AEJC Speaker, ili vijana wengine kama wewe wafikiwe na video hii. Tia komenti hapo, tumia kijana ambaye unadhani anaweza kuisikia, ili ujiunge na ukweli ya maisha ni kufanya jambo la hekima la kusubscribe. Ongera kama umeshafanya hivyo. Naitwa AEJC Speaker. Amin.